maana ni kwamba timu mbovu imeshinda game. Timu mbovu, na naomba niwahakikishie, tunzeni hii clip inaongelewa sasa hivi. Simba atafanya vizuri kwenye michuano ya nje kuliko Yanga. Kwa Kenya maneno, Yanga wana timu mbovu. Na mtu aliyekuwa anaibeba Yanga ni mmoja kwenye mabega yake, Alidi Aucho. Tangu Alidi Aucho ameondoka Yanga wachezi vizuri. Fuatilieni. Wanahangaika pale katikati, wanabadilisha huyu, wanatoa huyu, wanabadilisha huyu, lakini naomba mtakuja mtaniambia, na sio tu kwenye mechi za dabi, hata kwenye mechi za ligi. Bila Aucho Yanga wata struggle. Kwa hiyo Mpanzu anatakiwa tena kuwepo Simba. Niwe mkweli. Mpanzu ni mchezaji maarufu, ana uwezo wa kawaida, lakini Mpanzu sio mchezaji wa mechi kubwa. Katika mechi zote kubwa za kimaamuzi Mpanzu anaiangusha Simba. Narudia, Mpanzu ni mchezaji maarufu mwenye jina kubwa, lakini hayuko tayari kuibeba Simba. Na ngoja niwaambie, nasubiri kumuona Soa, nasubiri kumuona Bajabel. Naomba nikueleze tu kweli, kuna wakati Mpanzu atakaa benchi, kwa sababu Mpanzu anaogopa kugongana, Mpanzu anaogopa kuingilia katikati ya msitu, kufungua, ku unlock defense. Sasa unawezaje kuwa mchezaji mkubwa mwenye profile kubwa kama Mpanzu unasidiwa na Kibu Denis? Hasa nikuuliza, Kibu Denis na Mpanzu, nani ana profile kubwa? Sasa kama ni Mpanzu, leo kwa muono wako wa kuangalia mpira, nani amecheza vizuri? Kibu Denis. Wewe wakati unakuja kwenye mechi ulikuwa unamtegemea nani hajafanya maajabu? Wakati inakuja kwenye mchezo leo, nilikuwa nategemea anyway timu nzima ifanye vizuri, kwa sababu wachezaji wengi waliokuja wamecheza. Yule beki yule, niwe mkweli, hata Yanga waseme yule South African player Rushain Deruk, yule jamani professional. Yani waulize Yanga moja moja, hata wachezaji Deruk Rushain ni complete package ya defender, na yule atawasaidia Simba. Hana pressure, unaelewa? Anachukua mpira taratibu, anafanya tackling nzuri, ana sweep vizuri. Simba wana timu nzuri, lakini Simba hawako tayari kucheza na Yanga. Kwa nini? Viongozi hawako tayari, wachezaji hawako tayari, na benchi la ufundi liko tayari. Ndio maana Simba anapoteza mechi. Simba hana timu mbovu. Unamzungumzaje kocha Fadlu Davis? Kocha Fadlu Davis ni kocha wa mafanikio, lakini sio kocha kucheza na Yanga. Kocha wa Simba ni kocha wa mafanikio, atawasaidia sana Simba kutengeneza timu, lakini sio kucheza na Yanga. Ili ucheze nao unahitaji kuijua fitina ya mpira. Hakuna kocha ataifunga Yanga kama hajui fitina ya mpira. Kwa hiyo shida kutomfunga Yanga, yani lazima nani? Yani iko hivi, viongozi eneo lao liko nje ya uwanja, wanalijua ni wapi wafanye. Nimemaliza kwa viongozi. Ndani ya uwanja unatakiwa kuweka watu wenye roho mbaya kucheza na Yanga. Yanga sio kucheza nao vizuri. Yanga unatakiwa ucheze nao na roho mbaya, sio unapepesa tu mpira. Unatakiwa una roho mbaya kwa kweli uwanjani. Nje na ipo tutafungwa. Kwani leo Pacome amefanya nini jamani? Pacome sikuwa na kaba. Pacome sio mchezaji bora, ni mchezaji wa kawaida tu. Yaani ngoja Simba wana timu nzuri, hawajiamini. Hebu nionyeshe katika timu iliyoshambulia kati ya Simba ni timu gani imeshambulia vizuri? Sikiliza, nimesema hivi na narudia. Simba amepoteza dabi 6. Na mimi hapa nasema sitakuja tena uwanjani kuiangalia dabi kwa sababu moja. Sio dabi tena hii. Kwa nini sio dabi? Nasema kwa nini sio dabi? Viongozi hawako tayari, benchi la ufundi hawako tayari. Body language inaonekana kabisa Simba hawako tayari kushinda mechi. Kwa hiyo mechi za dabi zote sitakuja kwa Mkapa, taangalizia huko kwingine. Nisikilize, nimesema hivi, siko tayari kwa sababu hawako tayari wao. Kuwa tayari ni kuwa tayari kushinda. Kama mtu hayuko tayari, maana atafungwa kila siku. Sikiliza kaka, nimesema hivi, Simba ana timu nzuri, lakini ni timu ambayo haiko tayari kucheza na Yanga. Yanga hana timu nzuri kuliko Simba, nakataa. Na kama unataka kuamini, kaangalia huu mpira mwanzo hadi mwisho. Yanga amelinda, Yanga alikuwa analinda goli. Huwezi kuwa timu bora ukawa unalinda goli muda wote.
Ndio. Kwako wewe, nje ya Mpanzu, nje ya mtu mwingine, nani mwenye roho mbaya alikuwa nje unasema alitakiwa ingie? Okay, iko hivi, nisikilize. Urembo hauhitajiki kwenye dabi. Mpanzu ni urembo. Nikiangalia moments zote ambazo Mpanzu amecheza, siupati uwezo kamili wa mchezaji ambaye yuko tayari kufungua defense na kutengeneza nafasi za kushambulia na kutengenezea nafasi za magoli. Sababu gani? Mkwala alikuwa anapata long balls peke yake kutoka kwa defense. Au analeta mipira, huyu Nabi analeta mipira, Kapombe wanaleta mipira mbele, lakini shida iko kwenye nani anasaidia. Huwezi kumwachia huwa peke yake, au anacheza tena, au anaona ameimprove kwenye uchezaji. Mpanzu sio mchezaji bora. Kwa hiyo mlifanya usajili mbovu. Naomba nieleza tu ule ukweli. Naomba clip hii tunzwe. Mpanzu sidhani kama ataenda kucheza Simba kwa muda mrefu, sio mchezaji wa mechi kubwa. Asante.